wakati Tina anatoa ahadi kwa Dennis kwamba kama raundi hii akizingua lazima afe. Kifo cha Dennis kinatajwa kuwa ni miongoni mwa vifo 4 vinavyosubiriwa kwa hamu kutekelezwa, na najiuliza vifo hivyo ni vipi na kwa nini wakufe? Kiuhalisia, kufa kwa hawa watu 4 ni haki yao kabisa kulingana na udhalimu walionao pamoja na akili zao mbovu kama za ngedere. Anyway, nipo na listi ya watu hao 4 ambao wanaenda kufa na kuuana wao wenyewe. Perfect. Mchakato mzima upo hivi. Mtu wa kwanza kuuawa ni Chopeko. Kwenye hii scene, Kelvin alimwambia Chopeko kwamba kama raundi hii akaidhuru familia ya Mama Kendi kwa kuleta michezo yake ya kijinga lazima atammaliza. Nafikiri mazungumzo ya hapa nje mnayakumbuka vyema sana. Sasa muda wa kifo kwa upande wa Chopeko umefika. Kelvin ameshajuzwa kuwa Chopeko ameonekana akiwa na Dennis wakiingizana kwa gari kuelekea pahala. Hii inatambulisha kwamba ama inatukumbusha kuwa muda wa kifo cha Chopeko umefika, kwani tayari ameshakiuka makubaliano na Kelvin na aliahidiwa kuuawa. Hapo vipi? Nadhani umeelewa vyema Safi. Mtu wa pili kuuawa ni Oti, ambaye yeye anatakiwa kufa mara baada ya mchakato wa Dennis kufika ukingoni kwa kuipora kampuni ambayo Kelvin kwa sasa anaiholdi. Na kwa kuwa tayari Oti anafichwa baadhi ya mambo na hajui kama Chopeko yupo ndani ya game, basi atajikuta haelewi chochote maskini ya Mungu mpaka anakufa. Mtu wa tatu kuuawa ni Dennis, ambaye yeye ameambiwa na Chopeko kuwa kama atazingua raundi hii lazima atamalizwa. Sasa, kama Chopeko akakosa milango ya taarifa kutoka kwa Kelvin, nani atakayewahi kumuua mwenzake hapo? Ingawa Kelvin ameshajua kwamba Chopeko ni shushushu. Na mtu wa mwisho ni Mzee Gamba, ambaye huyu kifo chake ni cha kikatili sana kwa sababu analishwa matango poli na haelewi pasipo kufikiri, akiamini kwamba Dennis yu sahihi, kwani hapo awali simu alimpigia kweli, yani Mzee Gamba alimpigia simu mtoto wake Chopeko, simu ikaita lakini haikupokelewa na baadaye simu hiyo ikaonekana haipatikani. Sasa ni ipi dhumuni ya Dennis kama sio kumuua Mzee Gamba? Anyway, hii concept niliwapa jana, so sidhani kama nahitaji kuichimba tena. But kabla nikupatie brain diet, ipo hivi, nilisahau jana. Jamani, hebu tumpongeze Boniface kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Hakika huyu ni mchapakazi mzuri kwa kusimama bega kwa bega na Kelvin, na tukio lolote lile ambalo linamtokea mbele yake ni mvumilivu wa kupambana na kukabiliana nalo, hasa alipoonesha ujasiri wa kumtema Dennis Manundu mbele ya sura yenye ukakamavu mzito. Kwa pamoja, make sure tuna like video hii, kisha tunafinya neno subscribe ili kupata update kwa wasaa husika, then tuna turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Kisha poromosha maoni yako ukimpongeza Boniface kwa msimamo wake wa kubaki na Kelvin, pamoja tukimwahidi kwamba tutamtafutia mchumba mzuri ili aoe, na muda huo wa chumba jitokeze sasa Anyway, take a break kisha tusongi kwa brain diet. Nipo na concept ambazo zimeenda class, asikuambia raia yeyote. Hii concept ya Dennis kudai mali ambazo Kelvin anamiliki kwa sasa ni mali za marehemu baba yake. Kuna namna tumefichwa jambo na tunatakiwa kujua mapema iwezekanavyo. Ipo hivi, kipindi cha nyuma ilionekana Dennis alisomeshwa na marehemu Mzee Malo, si ndio? Yes. Sasa leo hii anaposema kwamba Mzee Malo na Mzee Gamba walihusika kumuua mzee wake na kupora kampuni, hizo info alizitunga au alipewa na Gamba ili kushinikiza yale mambo yawe mazito waweze kuipora kampuni kwa kile kipindi cha mwanzo. Sawa? Japokuwa concept moja ni kweli kwamba Mzee Gamba alimuua Mzee Zingi. So Mzee Gamba na yeye alijiwekea kivuli ili kukikwepa kiama. Ila swali ni je, kwa nini Kelvin asimhoji tena mama yake? Je, ilikuwaje Dennis akasomeshwa na Mzee Malo na leo hii anadai marehemu Mzee Zingi aliuawa na Mzee Malo pamoja na Mzee Gamba? Na tukiachana na sisi kufahamu kuwa Mzee Gamba ndiye muuaji wa Mzee Zingi au ndiye aliyemuua Mzee Zingi, swali ni je, kulitokea jambo gani mpaka Mzee Zingi akapoteza maisha halafu Dennis akasomeshwa na Mzee Malo? So nadhani wapata majibu kwa kuna story behind ambayo tunapaswa
kujua ilikuwaje na mzee Gamba alimuaje mzee Zinge, na tena iliwezekanaje Dennis akasomeshwa na mzee Malo na leo anaitwa mbaya. Na imani Mama Kendi anajua kuhusu Dennis kasomeshwa na mzee Malo kwa nia gani na ilikuwaje. Najua mwenye hayo majibu ni mzee Gamba ambaye kwa sasa anaenda kuwa chini ya Dennis na kuongozwa kwenye mchakato wa kuipora kampuni kwa mara nyingine au kuuawa ili asitoe ushahidi wowote. Then concept ya tatu, tulisikia Loveness akiaga kwamba akimwaga mama yake kuwa ana safari ya kwenda hospitali kumtazama mgonjwa ghafla binivu. Sawa, safari hiyo ilikuwa na dhumuni gani na mbona Kelvin alirudi salama bila bandage? Nadhani hiyo ndio ile siri ya pili, kuwa kuna uwezekano Kelvin alikuwa kaenda kupata matibabu pahala. Sawa, muda huo ambapo Chopeko alinaswa akiingia kwa gari na Dennis ndio muda ambao Loveness alimfuma na kuja kuripoti kwa Kelvin. Je, Loveness alizugazuga pale nje baada ya kusema kwamba mama anaenda hospitali akarudi ndani au ikoje? Japokuwa kwa sasa Chopeko yupo chini ya uangalizi mzito, maana yake ni shushushu, ndio maana Loveness alitunga safari za kuwa anaenda hospitali ili hata kama Chopeko ametegesha masikio yake kama antena kwa dirisha asijue yanayoendelea. Lakini kinachotia utata ni pale ambapo Loveness alikuwa na mpango wa kuondoka kabla ya kusikia chochote kuhusu Chopeko alipokuwa ametoka sebuleni na simu kwenda kuzungumza na Dennis chumbani. Sijui kama nakumbuka hapo. Je, kulikuwa na mawasiliano gani hapo? Yaani Loveness alikuwa anaenda wapi kwa muda huo na alikuwa akiwasiliana na nani? Sijui kama unapata concept. Anyway, kabla tumalizie segment yetu ya mwisho, kwanza tambua dhumuni la sauti yangu pamoja na video hii. Karibu Kibox Media, I'm Timothy. Video hii itakujuza mambo yafuatayo. 1. Analysis ya matukio ambayo huenda yakaja kutokea kwenye next video. 2. Itakujuza kuhusu mambo niliyoyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii kwa niaba ya wengine. 3. Ikiwezekana nitakupasha habari juu ya jumbe kadhaa zinazoakisi uhalisia wa maisha yaliyopo kwenye jamii zetu kupitia matukio yaliyopo kwenye series. Lakini kwa leo nitagusia juu ya analysis tu ya matukio, na kile ambacho nimekipenda basi pale mwanzo nimekujuza kwamba Boniface ndiye mtu pekee ambaye amenifutia na kutuvutia wote kwa pamoja, si ndivyo? So nifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa zaidi na kunaweka ubongo kuhusu analytical review kutoka hapa Kibox Media. Bila hivyo unaweza kupata kwa kasi kidogo, lakini usiwaze, Timothy nipo hapa, nitakunoa ubongo ipasavyo. Na sasa tuchape kazi. Segment yetu ya mwisho itahusu ugumu wa maisha ya Chopeko baada ya kujikuta anakosa vyote na hatima ya kifo mbele yake, bila kusahau Boniface yupo kwenye wakati mzito sana. Yani kwa sasa tunajua kabisa Chopeko kupata info kuhusu mipango ya Kelvin kuhusu kampuni ni mgumu sana, kiasi ambacho lazima atabaki pending. Sasa kama akishindwa kupata info, atapata hela kutoka kwa Dennis kweli Manundu? Sidhani. Jibu ni hapana. Je, atapata wapi? Na kwa akili yake akiona kama amestukiwa, lazima ataenda kumwambia Dennis, na Dennis anakuja kustuka, kumbe Chopeko ana siri kuhusu mzee Gamba kumuoa mzee Zinge. Je, Chopeko hawezi kumalizwa na Dennis ama kutishiwa kifo? Haitoshi, una uhakika na usalama wa Boniface kweli? Yani kwa mfano mzee Gamba akawa upande wa Dennis na kuanza kuchora michoro ya ugaidi, hawawezi kujadili juu ya kifo au juu ya kizuizi cha Boniface katika kuipora kampuni wakitaka kumuua. Hii ni concept ambayo inahitaji uwe na uangalizi mkubwa katika kuipatia mtazamo ulionao. Finally, kwa mnaotamani kupata story kuhusu Dennis kusomeshwa na mzee Malo ili kuwaje, basi andika comment yako kwamba Kelvin, tunaomba kujua ili kuwaje Dennis akasomeshwa na marehemu mzee Malo. Kulikuwa na story gani behind? Make sure una like video hii kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa wasaa husika. Then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Timothy nipo hapa, drop comment yako yenye maoni stahiki. Wana familia Kibox Media wapo hapa, watakupa like na kukujibu kulingana na maoni yako. Cha msingi zingatia matumizi sahihi ya lugha fasaha ya Kiswahili, maana ukiandika comments ambayo haizingatii maadili ya lugha basi itafuta mara moja, as ikikaa kama kimzimu kijijini kizombi hatutaweza kuiacha hapa, itakuwa imekiuka maadili kama Kibox Media family. See you until the next time, but you may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond if possible.
Ciao.